Wow, karibu tena, tuko naendelea na programu yetu katika sehemu ya pili, Purpose Discovery Forum. Lengo la hii forum ni kuweza kusaidia wewe uweze kujua kwa nini ulizaliwa duniani na uishi uhalisia wako. Hiyo jambo litakusaidia sana, tofauti na ukiendelea kuishi bila kujijua wewe ni nani. Ni muhimu sana ukajua wewe ni nani, itakusaidia sana kwenye maisha. Na katika kipande cha kwanza nimezungumza nikasema kuelezea ile maana ya kusudi, ili kusudi uweze kunielewa kwanza nini maana ya kusudi. Nimeelezea hapo kwa kidogo na lengo nini, kwamba tunakoenda utapata vitu vizuri zaidi. Alright, naomba tuendelee pale ambapo tulishia katika kipande cha kwanza au sehemu ya kwanza. Haya. Nikazungumza nikasema kwamba kusudi ni sababu ambayo inafanya kitu kitengenezwe duniani, lakini pia nikasema ni sababu ya uwepo wako, lakini pia ni nguvu ambayo inapelekea mtengenezaji aweze kutengeneza kitu fulani kwa ajili ya kutatua tatizo fulani. Kwa kumbe ulitengenezwa duniani kwa ajili ya kutatua tatizo fulani. Kwa si tu kwamba upo sasa, issue ni nini? Ujue je, ni tatizo gani ambalo nimetengenezewa kulitatua, na utajua tu, usijali, taratibu tu utaelewa nazungumzia kitu gani. Lakini pia katika kipengele cha pia hapa ninagusia kuna mambo makubwa matatu ambayo inabidi yafanye kwenye maisha. Na unaendelea kujifunza kusudi ni vizuri kujua. Jambo la kwanza, you must have better awareness. Lazima uwe, jambo la kwanza, uwe na uelewa wewe, ujielewe ni nani. Na nimezungumza kitu kwamba usipojielewa wewe ni nani, kwa kikishia ni kwamba wale ambao wataelewa wewe ni nani wanatumia nafasi hiyo kukuajiri, na wanatumia uwezo wako vibaya, kwa sababu wamegundua wewe ni nani. Kwa jambo la msingi, jijue wewe ni nani. Jijue sana wewe, jijua uwezo wako, jua akili yako, jua misingi yako ilivyo, jua unaweza nini, ujue kitu gani uwezi. Lengo nini? Kwamba hata negotiation, hata makubaliano kazini yatokane na jinsi unavyojijua. Kwa sababu gani? Itafika point ni kwamba kuna watu ambao wana potential kubwa lakini wanadharaulika, na uwezo kwa kuwa sehemu ambayo unadharaulika. Kwa jambo la kwanza, ujijue wewe ni nani. Kijua wewe ni nani itakurahisishia kufanya maamuzi mazuri. Baada ya better awareness itakupelekea uwe na better choices. Maamuzi yako yatakuwa ni mazuri. Kwa utafanya maamuzi mazuri kulingana na jinsi ambavyo unajijua. Lakini kujijua kutakusaidia kufanya kuwa na matokeo makubwa, kwa sababu dunia hii kuna vitu vikubwa viwili ambavyo vinaweza kusababisha mtu kuwa na matokeo makubwa. Nimekuja kuviangalia na ni vitu vya ajabu sana. Jambo la kwanza, kujua wewe kusudi lako ni lipi. Kujua purpose yako ni ipi. Kujua tu kwamba mimi nimeumbwa kufanya kitu gani duniani. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo litakusaidia sana kuweza kufanyaje. Linawasaidia sana wale watu ambao ni matajiri, watu na waadmire, watu na wafikiri ni kama vile walizaliwa hivyo. Not, hawakuzaliwa hivyo, ila kuna jambo ambalo walitokea. Jambo la kwanza walilofanya, walijua wao ni wakina nani. Kwa jambo la msingi ni kujua wewe ni wakina nani. Kwa according to John C. Maxwell anasema kwamba the secret of success is knowing your purpose. Ukijua kusudi lako duniani, mafanikio yameanzia hapo. Lakini jambo la pili kaja kujua ni watu na take risk sana katika kufanya mambo yao, ni kwamba ni watu ambao ndio kwa sababu ndio ni kwamba kuna baadhi ya mambo hayahitaji ufanye maamuzi magumu, lakini maisha yamejawa na maamuzi. Kiasi kwamba ukicheza vibaya, maamuzi yako utakuja kuyajutia kwenye haya maisha. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, Baraka, don't test anybody. Usijue kumjaribisha mtu au mdada. Unajua watu wengi tabia, mtu anajalisha mtu ni kama ananipenda au ndo anakupenda. Sasa mwisho wa siku kumbe wewe uko tayari, au maamuzi inaonekana kabisa wewe ni mtoto na ujielewi, kwa sababu huwezi kutest moyo wa mtu. Na matokeo yake yanakuja ni maumivu, kwa sababu jambo la kwanza kujielewa, jambo la pili umefanya maamuzi ambayo ni ovyo, na matokeo ya lazima fananie na maamuzi yako. Kwa hiyo dunia imejaa maamuzi mengi, inabidi na wewe na maamuzi yako kulingana na jinsi unavyojijua. Sio fulani anavyojua, sio rafiki yako, ila wewe unavyojua ni muhimu zaidi kuliko watu wengine wanavyokujua. Asante sana, na uwe na wakati mwema katika kipindi hiki cha kipengele cha pili. Tuishie hapo.